Oh, there's a camera. Yeah. Tell them welcome to Bonga Tube, ladies and gentlemen. Welcome to Bonga Tube, ladies and gentlemen. Yeah, kindly remember to subscribe. Can you remember to subscribe the channel? And like. And share. And share. We can go to the shop while it's raining. While raining. Wow, that's very and good. Even we can go. These are my fans. I've just met them here in Kilifi. These are great people. They keep on watching Bonga Tube, and I'm surprised that I'm surprised that they are trying as much as possible to encourage me to keep on doing what is appropriate, all about content. Well, this is my new kofia and hat, not kofia. Oh, hat. Oh, thank you, very important. Yes, you're also my fan. Yes. I didn't know that. I'm a fan of How long have you been watching? for the longest time possible. So wow. Subscribe. How is Kilifi? I see people. I see there's a lot of rain. For the last 2 weeks. Kilifi has been raining for the past like 3 weeks, and we thank God at least joto imepungua. It is now cool. We're even wearing sweaters sometimes, so that is really nice for Kilifi. The weather is very cool. Tumepanda, watu wamelima, tumepanda mahindi, maharagwe, mchicha. So if the weather continues like this, we are sure that mwaka huu tutapata mavuno ya kutosha. There's going to be plenty of food in Kilifi, na ile drought yenye mmekuwa mkisikia itapungua kwa ukubwa. Contrary to what happened last year, there was a lot of what's the problem? So I would like to go and purchase a piece of land. I see there's a lot of pieces of land around this place, and you've directed me somewhere. So I'm trying. I'm heading there right now. You've directed me to go to a certain place so that I can survey. Yeah. But there are so many wakoras around, yeah? You have to be very careful when purchasing land. Kindly make sure you have a lawyer and you have surveyors who are going to survey the land. Nangoja ipuse kwanza, ikipusa then I'll go and check the pieces of land that have been directed to go and survey. Very important. Kindly, ladies and gentlemen, remember to subscribe. This is Bonga Tube, road to 5,000 subscribers, and we're trying as much as possible to bring you content from all. To bring you content in terms of sports and other relevant content. Yes, what do you want to say? I want to say the rain is coming to me. So take cover, right? I need to take cover. You need to take cover. That's the good reason. Wow, what is this? A bracelet. Bracelet. Who gave you this bracelet? It's my mom. Wow, it's Kenya. Like we are going Mkoroshoni. Oh, Mkoroshoni. Wow, here in Kilifi or Malindi? It's Kilifi. Kilifi. Yes, and you? I don't have any. You'll have one soon, right? Good. Ladies and gentlemen, kuzunguka katika mitaa hii ya Kilifi, Watunguyas. You see how green this place is because of the continuous flow of rains. It has been raining all through. Wow. But today, baada ya mvua kupusa, you see how beautiful the weather is. Jinsi weather ilivyo, very beautiful. Very beautiful. Unaona? Yeah. So you see the ni kutembea katika mitaa hii ya Kilifi, vitongojini bwana, tu sehemu mbalimbali. A lot in terms of learning or getting to know mitaa ya Kilifi kwa jumla. So
the bed, eat the bed, eat the bed. Ya, mvua ikinyesha barabara kidogo inatatizika, maji sehemu zote bwana. So nataka nikutembeze, nikuoneshe. Mama Juliet alifunga. Hivi kuna jambo ni so ni mitaa hii ya Kilifi. Tembea somewhere in Kilifi. So these are some of the rentals. For instance, look at this room, Ikeja. Sijui ni single, labda itafaa wanafunzi. You see area ambayo ina Pwani University. Na some of the materials that are used in construction, this carved blocks of stones for that matter, alafu na simiti na mchanga. So hapo unaweza kuona itakuwa nifanikisha, alafu kule juu lakini kwa wakati wa joto sijui how they will manage. Na huku unajua hapa sawa wataweka tu ni net ya kawaida because of the flow of fresh air. Unaona kuweka dirisha kufunga ni noma. There's a lot of heat. It's a coastal town, so huyu ameweka investment. This is an investment all over. Ladies and gentlemen, welcome to Bongatu. So huku ni unapata plots 50 by 100 blah 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 blah. Then at least you construct something, something like this guy here. You see ame construct na sidhani watu wameingia. Like this one, you see it's a very very beautiful structure. So ni under sehemu ya chini, then watainua upande wa juu. You see ground floor. Is it the ground floor? Then first floor. You see panda hapa pole pole, akipanda kule juu ikiendelea. But meanwhile it's all about investment. So this is a 50 by 100 plot. This guy has decided to do what is appropriate. Naona hii construction material slowly. I think ni 1 bedroom or 2 bedroom, if I'm not I think it's just 1 bedroom, if I'm not wrong. Alafu pia hapo ameweka tiles, unaona tiles, very nicely done, and also steel door, very nicely, sliding window, nicely done. So it's all about investment, ladies and gentlemen. 50 by 100, you put your stuff, or you erect your stuff, or building for that matter. So amepaka rangi ya Democratic Party, or Democratic Social Party, hiyo ya Gachagua. Si ndio hiyo luminous green, right? Ama naona vitu zangu bana. The luminous green. So 50 by 100, you do your stuff. Na watembeza tu, It's all about kuwatembeza katika mitaa hii ya Kilifi, uweze kujionea namna ya kujiendeleza. Maeneo ya Podapi, apart from Podapi kuna tuko kando na prisons. Apart from prisons unaelekea Bofa. It's not far from the Indian Ocean, kwenda beach. Angalia bana mseto, very nice. Unaona weather jinsi ilivyo. Kuna mseto wa these structures. So apparently hizi mud, unaona kuna both concrete
na mud houses. So the difference is that is a mud, wakati wa joto hutasikia joto atakao vyote vile, unlike the concrete ones. That's the difference. So trying as much as possible. How are you? Fine. Yeah. So mud structures, the only advantage is that ikija katika mambo na joto unaponea, unaponea maumivu ya joto, but unlike kwa upande wa nini wa hizi keja za concrete. So it's at the evening time, wakati wa jioni. What's happening there? I think the surveyors, those could be surveyors there. Something happening. They're doing the subdivision of land, maybe. I don't know, because I told you Kilifi ni area ambayo kuna a lot of plots. People are buying pieces of land for the obvious reasons, kwa ajili ya kujiendeleza. Like this one here belongs to a character Muhindi, if I'm not wrong, Mwarabu Koko. Hiyo inaenda mpaka kwa Tarmac Road the other side. Ukiangalia straight hivyo, right? So probably there's a subdivision. I can see surveyors there doing their stuff. Alafu this other road pia inakuelekeza kule bahari. Yeah, so maybe they're solving a land dispute there, I don't know, or they're trying as much as possible to do what's appropriate. But you see, the whole of this land here, hii yote mpaka kule mwisho nitazunguka, utajionea tu. We'll have I'll go around so that you can see. It's a very huge piece of land. Initially there were characters, kuna watu wali invade, the locals invaded this piece of land, and there are so many families ambao walikuja kuishi hapa, so many of them. Watu wakajikatia pieces of land ya plots. Kisa na maana walivamia wakisema kwamba ni shamba la mzungu. It belongs to European, by I think it's an Italian. Those great families or the colonial masters, you see, when they came, they awarded themselves huge tracts of pieces of land. So the whole of this land here, you can see, so huge, mpaka kule chini, so huge, belongs to one character. You see, not only this one but also the other one. So he's cutting them into pieces and selling, right? So akaambia watu, in order for you to continue living here, you'll have to buy those parcels of land. Unaona, akaambia wazee mtanunua, failure to do so nafurushwa. So wakaleta kasheshe, shamba la mababu zetu, wewe mzungu ulikuja, you only came from I don't know where, from Europe, and decided to grab this piece of land that belongs to or belonged to our forefathers. So you are the one who's supposed to go away, but we are here to stay. This is our ancestral lands. So kila mtu akaambiwa, bwana wewe vipi, babu yako alikuwa anaitwa nani, ametoka wapi? Mchonyi, Mtaya, sijui Mgiriama. Mwingine anasema sisi ni Warabai, etc. Wamia no. For you to be an owner of any given asset, you must by all means have a document showing that you are the genuine owner of a given piece of land or a property. So failure to do so, wewe ni unakuwa ni land grabber, umevamia tu ardhi pasi na idhini ya mhusika mkuu. So the whole of this, so there's a prison land over there, and they were told to vacate. It was a hectic affair. The police had to be involved, and wakatolewa kwa nguvu. So close to 300
300 to 400 families zilikuwa zina hibernate hapa hivi, but eventually they gave in. They had to give in. Mambo wa mti yangu inakuwaje? Maeneo haya unaishi maeneo haya? Mtaa wa Pili. Wewe ni mwenyeji wa huku? Okay, kazi. Hata mimi nimekuja matembezi tu. Sawa sawa. Nafanya mahojiano kidogo. Unaweza nieleza mawili matatu kuhusiana na Kilifi? Kilifi ni mgeni, siwezi kuambia kuna... Mbona uko Kilifi? Mbona uko Kilifi sasa? Niko Kilifi kikazi bro. Kikazi, kazi gani hiyo? Niko security pale town hapo. Oh, town. Wewe unatoka bara ama maeneo? Mimi nimetoka sehemu nyingine huku Magarini. Magarini. Naitwa Gongoni. Kule kwa chumvi kule mzee. Kule kwenye chumvi natoka bro. Wewe ni mwenyeji, huwezi niambia wewe si mwenyeji. Unajua wewe si mwenyeji, lakini mtaani naoishi ni kule. Kule. Kule ndo nimezaliwa, nimekuwa kule, nimesoma, nimemaliza huko ni ngoja kutafuta. Kutafuta. But huko nyumbani. Niko nyumbani. Huko unajua sisi ni hilo Kilifi County. Kilifi County, wale wamejikeda wale. Yeah. So Gongoni kule, labda kwa mtu asielewa, shughuli gani ambayo ni Gongoni? Maana yake tumeisoma tu kwenye vitabu, sijui chumvi nini na maisha kule. Gongoni ni mtaa mzuri, umetulia, ni kuzuri. But mimi nilifaulu kuja huku kwa sababu kazi yenyewe niliapply ni security. Yes. Niliapply Malindi. Nilitoka Gongoni nikaruka upande wa pili Malindi. Malindi nikatolewa nikaja huko. So transfer. Malindi, hali ya maisha kule kijijini unaionaje? Hali ya maisha kijijini bana ni kuhustle tu. Ni hard. Ni hard. Na sasa wewe ni mtoto wa kiume, kwa watoto wa kike inakuwaje sasa hizo changamoto ambazo labda? Watoto wa kike bro ni mbaya sana kwa sababu ya mapato ya maisha. Ndio unakuta sasa wameshakuwa walegevu, wameingia kwenye uuzaji pombe ama kuoleka hivyo. Kuoleka rahisi. Unaona, alafu kulawitiwa akili na hao wazee. Sasa kwa sababu wana pesa, walijiwekeza, waliinvest kitambo yani. Sasa utakuta wazee wanawalawiti, wanawatumia pesa, wanawadanganya, alafu inakuwa tu rahisi, wanawaika ujauzito, wanawaacha. Sasa ni mtu anapata ujauzito, anaanza tena upya kwanza kazi za mikono hizi. Hivyo. Sasa hii maisha bwana sio rahisi mtu yangu. Which means hata elimu sasa ampige hatua zaidi. Sana ngumu. Sasa yule mwenye atakayesoma ni mzazi wake uko tight na kidogo kipato kinamkubalisha. Na mwenyewe sasa katika taratibu zote, labda pengine hali ya masomo kule inakuwaje? Maana ni tofauti kiasi na Kilifi. Kilifi mjini. Ndio ni tofauti sababu huku ni mjini na kule ni kijijini. Sasa tofauti iko kubwa sana. Huku biashara imepanuka na kule iko chini sana. Sasa kwa watu wenye waliajiriwa na wenye kujiajiri unakuta uchumi huku uko juu, kule uko chini. Sababu watu wa kule sana wanaangalia mambo ya kilimo. Sasa unakuta uchumi wa kule pia si sana, sababu mahali kukidevelop pia uchumi nao unaongezeka. Unaongezeka. Lakini pia pasi na mvua hata kilimo mzee mambo haendi, maana yake mvua wakati mwingine tunakosa kwa muda mrefu. Lakini sasa tofauti kwamba hapa kuna bahari. Kule sasa mnategemea nini? Kule kutegemea kule sana ni ile chumvi. Sababu watu wengi, kile kiwanda kimeajiri watu wengi sana. Sasa vitu vingine venye labda pengine mtu anategemea labda pengine mjengo. Hizi kazi ndogo. Lakini kusema kampuni niyo moja pale mtaani kwenye naishi. Songea mbele huko kidogo kuna mtaa mwingine Kensalt, ambao tena ni kampuni nyingine hiyo. Alafu mbele tena kuna Malindi Salt, ni kampuni nyingine. Ni chumvi. Fike Marereni. Kuna hapa nyuma hapa kuna Kambia Waya, kuna nyingine hapo inaitwa Malindi Salt. Alafu Marereni pia kuna nyingine, alafu songe mbele kuna nyingine. Sasa unakuta zile kampuni ziko karibu, alafu pia
mtu wa Gongoni anaweza enda kule kufanya kazi na kurudi, ni karibu, transport inakuwa ni cheap kidogo, lakini hawezi toka huko na kwenda Malindi na kurudi, kwa vigumu sana. Wewe mwenyewe mtoto wangapi katika familia? Na mko wangapi? Mimi katika familia tuko 12 na mimi ni 5. Mama mmoja, baba mmoja? Baba mmoja. Sasa nyote mmetoka sasa kusaka? Niko na wadogo zangu ambao sasa hawajaanza kujitafutia ni maisha. Ni watano. Okay. Noma sana. So bwana, pia si unatembea tu kufurahia mji wa Kilifi. Ndio. Lakini siku zote kama wasemavyo wahenga, heri kufa macho kuliko kufa moyo. Ndio sababu umetoka kule sehemu za Gongoni kuja mpaka hapa Kilifi mjini. Na ni dalili za kwamba ni mtoto wa kiume lazima ajiamini na kujituma. Sio bure. Katika kutafuta lazima utapata. Na ndio sababu hautatoka patupu. Labda wazazi wanakutegemea kule, inakuwaje nao wenyewe katika maisha yao kule? Wazazi wananitegemea, lakini pia si mtoto mmoja. Tuko wengi. Sasa katika hali ya mapato naweza warushia kitu ama nikakosa. Lakini nikiwaelezea pia watanielewa. Hawana fujo mzee. Fujo lazima naye. Katika familia lazima kuna changamoto kidogo. Lakini kwa sababu ni wazazi wako, uweze watelekeza. Kuoa sasa bado? Kuoa mimi nilioa. Ulioa bana? Ala? Bana. Inakuwaje sasa mti yangu bana? Mwaka gani hiyo? Mimi nilioa mwaka juzi. Una miaka mingapi? Mimi? Sasa niko na miaka 25. Si mbaya, manake ni just most within ule mapema bana. So unaishi na wife ama umemwacha nyumbani unarusha mapato? Bana, niko naye bana. Uko naye hapa? Ulio uache mzee? Wezi mwacha bana. Kizazi cha Gen Z. Hatari bana. Kimwacha haya. Ndio hivyo bana. Sababu ataitisha kitu kidogo, mwambia bana sina. Alafu pale kuna mchizi labda pengine amefukuzia kitambo bana. Anasema sasa ndio fursa kipi. Anashawishika sasa, unaona? So unatoka naye kule Gongoni huko? Ama ulitoka naye huko nikaja naye huko. Sikusema niende huko alafu nianze mambo shortcut hivyo. Pia nao pesa itakuwa inaenda. Kweli wanafionza pembeni. Bwana, unaambiwa asikuwa hapo machoni hata moyoni hayupo, unaona? So kimwacha kule mbali mazeni noma. Ndio hivyo sasa. Makariangi watavamia. Hivyo ndivyo moyo unaona. Lakini kama ni kitu ambacho ni chako na amedhamiria kwamba ataishi mzee, atadumu tu, unaona? Lakini sasa kunguru afugiki, kama ni kunguru atuje naye hapa atapaa tunaende zake. Lakini wajua sisi binadamu bana, kila mmoja waza kivyake. Waweza fikiria huyu anakwaza wewe, lakini sasa anashawishika kivingine. Demo sasa mnakosana kwenye simu. Demo sasa anawashawishika. So hizo conversations za watu unakuta sasa inakuwa mbaya sana. Noma sana bana. Na kutana rafiki yangu hapo. Unaitwa nani bwana mtu yangu? Bana, mimi naitwa Chea. Chea, mwenyekiti. Bana. Chea kabisa. Sasa ni jina hilo sasa. CHEYA. Lakini mimi niliokoka naitwa John. John. No. Nani anakuambia majina ya kizungu kwamba ndio majina takatifu? Majina yetu haya ni sawa tu. Angalia. Unaitwa Nondo. Unaona Nondo Mwajuma. Kuna hizi majina hizi za mbari, tunasema ni mbari. So alafu kuna majina ambayo sasa unaambiwa kwenye Biblia unakana zile tamaduni za pale nyumbani. Sasa unakuta sasa ile jina lenye ulikuwa unaitwa inabidi uligeuze sasa. But ni utumwa mtu yangu. Manake kama wale wanajiita kwa majina ya Petero, Musa na kadhalika. Sisi hapa kila mahali, hata Kenya tulikuwa watumwa before tupate uhuru. Sasa utumwa lazima bro. Hii dunia bana. Lakini sasa hiyo kubadilisha jina nadhani huwa tunazidisha ama tunapitiliza. Kwa sababu sidhani kwamba kubadilisha jina ni ina uzito wote ule katika maisha ya mtu.
Manake huu ni sema kwamba ni kama kuwa colonize, ukoloni, unaona Ati sasa lazima niitwe Michael ama John ama Joseph. Mbona nisiitwe tu Wafula wa Mwenyinyi? Ama Were Hakaba. Were kule kwetu ni Mungu mpaji, unaona? Were Hakaba. Wao wanakuja wanasema lazima upewe ubatizo. Ubatizo kwa jina la kwenu mzee. Lakini bro, mbona Wachina wasiitwe Yohana? Lakini bro sikiza. Wajua ona chenye unaongea na kipata vizuri sana. Lakini sasa fikiria. Wakati unaamini vigumu sana mtu kukuondoa. Unakumbuka hiyo story ya Mackenzie aliwaambia watu twendeni tukamwone Yesu. Kule Shakaola. Sio mbali sana unakotokea bwana mti yangu. Mbali. Kutoka kwenda huko na kutoka kwenu kwenda huko bado ni mbali. Mbali sana. Alienda kujificha mbali. Mbali sana. Tuni. Kama hichi kichaka hichi. Hiki ni kichaka. Hii ni Mikilifi. Mikilifi. Huko ni msitu. Unaona miti mikubwa hivyo. Alikuwa amejificha huko ndani kabisa. Mahali kunaishi wanyama. So imani ikawapotosha. Sasa ni venye alikuwa anawafunza mafundisho. Na halafu walikuwa wanambelieve. Sasa wajua imani ni kitu kingine kigumu sana. Ni kama wewe venye yani wewe umependa demo. Halafu sasa unakuja kuambiwa na mtu, huyo muache. Halafu wewe sasa ndio umemweka moyoni. Sasa imani lazima uweke moyoni. Sasa ni vigumu sasa mtu kukunia kubadilisha yani. Labda pengine apitie mahali pagumu sana ndio kubadilisha. Sasa ni hivyo sasa kwenye Biblia sisi tuliambiwa ona mtu kama umeokoka unastahili uzaliwe upya. Kuzaliwa upya hasa ni ubatizwe. Sasa kuna ubatizo wa maji na ubatizo wa roho. Ubatizo wa maji ni huu sasa. Unapitia katika maji, unazamishwa, ukiinuliwa, unainuliwa ukiwa mpya. Sasa unabadilika mpaka jina. Yaani umetakaswa. Sasa hiyo imani sasa. Jina naongeza tu ya kwetu, naongeza tu kama ni Wafula, Moses, Wafula, Were, Fungu Tuti. Sasa wajua pale umebatizwa according Biblia, si ndio? Itabidi sasa uitwe majina ya Biblia. Hapana. Wale walikuwa ni watu tu kama wewe. Wale si malaika mti yangu. Sasa nikwambie kitu. Sijui unanielewa? Mimi nimekuelewa. Kwa sababu mbona nipewe majina ya watu wengine? Mbona wao kibatizwa basi wasipewe majina ya kwetu? Mbona Wachina wameendelea sana dunia hii na watumie majina ya wazungu? Mchina anamwamini Mungu. Mchina pia anamwamini Mungu kwa njia zake. Hata Muhindi. Mbona Muhindi asiitwe Yohana ama Yesu? Wewe okoka, muamini Mungu, lakini majina yako asalie pale pale. Unabatizwa, unabadilika, unakuwa kiumbe kipya. Sio kwa jina tu mzee. Sawa, yote hayo. Lakini venye umelelewa, yani kule kwenye umetoka yani ndio inakuwa ni shida. Hapo sasa wanasema lazima. Ukiwa ni mtoto, wewe huwezi sema kulikuwa na Mchina, kulikuwa na Mzungu, kulikuwa na nini. Yaani wewe yale mafunzo utakaofunzwa ndio utakaoshika. Kwa hiyo tunapoteshwa tu usiku na mchana na mafundisho iwe ni ya nani na nani. Bana, wewe ukipata mahali pabaya fresh wewe utakuwa vibaya. Ukipata mahali pazuri fresh, well and good. Kwa hiyo dini ni kama jela kwa njia moja ama nyingine. Haijalishi dini aina gani. Haijalishi. Na sasa huko chini basi watu wameathirika pakubwa, manake ikiwa watu wamekosa elimu ya msingi, sasa watapotoshwa na elimu ya imani. Kabisa. Sababu saa hii watu ni wengi sana. Wameanza kukompiti hizi dini. Sasa atasema dini ya kweli ni Uislamu, bila atasema dini ya kweli ni Ukristo, bila atasema asiamini chochote. So wote hao hujasema nani mkweli, bila wewe uamini Mungu. Lakini sasa wanasema ni dini za kweli na zote zimetoka Ulaya na Uarabuni. Mbona unakumbatia ambazo vitu ambavyo kuhusu bana? Mimi unaamini dini ya Mwarabu zaidi hata kuamini wewe hapo unakoishi? Ama unaamini dini ya Israeli zaidi ya? Mimi nikwambie kitu. Uliokoka. Mimi naamini Mungu yupo. Na hata ninapotembea hivi namuona katika mazingira. Mungu namuona katika
Sasa nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Unaona wakati wowote unapoamini Mungu yuko, umuite jambo lako lifanikiwe. Struggle. Yani focus na hapo mahali. Shida ni nini? Yule mwenye ameshawishiwa mpaka ingie kule. Sasa yule ndo mpotofu. Sasa wewe unaamini Mungu yuko na haujaokoka. Mambo yako labda pengine yanaenda vizuri, si ndio? Na kuna yule mwenye labda pengine ameambiwa njoo kwenye Uislamu. Halafu hajui amefuata nini. Anasikiza huyu amefanikiwa, amesikiza huyu amefanikiwa, amesikiza huyu. Lakini hajapata chochote. Lakini kuna yule mwenye labda pengine ameingia, ameguswa na ameenda. Sasa yule anamfuata yule mwenye amemgusa. Ndio maana aende pale. Hajashawishiwa na mtu. Sababu huyo mtu naye alizaliwa, naye alikuta dunia iko. Ameishi katika utamaduni ule. Unaona sasa? Amekuja akuconvince wewe mpaka wewe na umeenda. Alafu sasa wewe umeenda pale unajiingiza tu. Kama alikutoa kwenye labda pengine mihadarati, ukitoka pale unaenda kujificha unatumia mihadarati yako. Hujaguswa na Mungu. Unajua mtu mwenye anaguswa na Mungu anabadilika kila kitu kabisa. Unakuwa kiumbe kipya. Kabisa, sasa hapo ndo umesema. Lakini mtu mwenye hajaguswa na Mungu amfanya kushawishiwa. Vile vitu vyake haezi viacha. Tabia za kale. Sasa unaona bro. Mambo. Unaona wakati wote imani huwa ni kitu yani kigumu sana. Mimi nasema nashukuru kwa kunihoji. Acha na mimi kazane. Mimi nimefurahi sana bana. Unasema unaitwa Chair nani? Mimi naitwa John Chair. John Chair. Baada ya jina la zamani kabla ya John, Yohana ilikuwa mimi niliitwa Chair kwa sababu wazazi wangu ni Wagiriama wa Bayagunga. Bayagunga. Kulikuwa na mwanahabari anaitwa Kazogunga. Zamani hapo hivyo nikimsikiliza mno. Bana nimefurahi sana kusikia kutoka kwako bana. Wewe endelea na upambanaji. Dunia itaki tamaa. Bana. Wewe unamshukuru Mungu kwa chochote kile ambacho anakujalia. Kabisa. Na ndio jambo la msingi. Unaamini yupo na siku zote anatenda. Haijalishi uko katika dini gani. Maana dini ni mfumo wa watu tu imeletwa duniani, lakini solonga tunaamini yupo, basi ndio mambo yote. Ile tunaheshimu dini hizo zote. Kila moja na utaratibu wake. Kwa hiyo ukipata muda unakaa chini ya mti unamfikiria Mwenyezi Mungu sawa, ukitembea sawa. Maana yupo siku zote. Ama vipi? Yeah, it's getting late. So I was talking about this road is I think it's a road that was constructed it was given out or chucked out by the owner. Vipi bwana? Arsenal tabu nyingi sana mtu yangu. Safi sana. Yeah, by the owner of this land. It was just one big land, a parcel of land, and he decided now to make a way here to easen safari ya watu kupitia, na unaweza kuona inaenda mpaka baharini. So a lot of these people are seeing, all of them, they are coming from the ocean or from the beach, Indian Ocean. There are so many beaches around that place. Talk of Vidazini Beach, there's a Baobab Beach. There are so many of them, very beautiful beach. So, but the most important thing is about investing. If you have that noble opportunity or money, you can come and purchase some of the pieces of land here. You can see he decided to send all those characters away, and decided now to sell to those interested parties. Yeah, so it's 500 right now. It's around 3 to 4 million. Initially it used to be 2.5. Yeah, it's a very, very nice proximity in terms of accessing the ocean. It's about 10 minutes walk. You see, it's just straight. Yeah? Some of these guys are students from the Pan University. Chelsea ni shida nyingi sana mti yangu. Inakuaje bana? Bana. Wewe mtu wa Bournemouth ama huyu ameenda Chelsea tayari? Mimi ni wa Manchester United.
Anyway, mnajaribu, ligi ndio inawatatiza, lakini nini inaitwaje? Europa mnajitahidi. Siri sasa nini? Mnabeba mbebi? Hiyo tunabeba. Tunapiga Tottenham. By the way, Tottenham haiko vizuri. Hapo sana iaminia. Sio urongo. Tunashinda hadi Arsenal, tunatoka na kikombe. Chelsea labda pia next season Maybe jaribu next season. Yeah, so you can see there's a demarcation here. Anafanya kupasua kupeana barabara kwa wahusika wote, kila mmoja awe na nafasi ya kuweza kuingia kwake. Yeah, so I'm just strolling a little bit. Yes, I'm strolling a little bit. Nyosha miguu, naweza kuona there's some construction going on this property over here. Yeah, very nicely. So you'll find out maybe it's a residential place. It's all about investment. So if you have money, 4-point-something million, come and purchase. And at the moment, I was told majority of people buying these pieces of land here sana ni Somali, Mwarabu Koko maybe, and a few locals, but it's free for every Kenyan so long as you comply, right? Very, very big. See, all the way from where I started now doing the narration, naona bado tunaendelea tu. It used to belong to one person, maeneo ya Ukombozi hapa Kilifi. This perimeter wall, the perimeter wall. Yeah, so you see, private property, not trespassing. So you can see, some people have already purchased. They've already purchased kwa bei nafuu, and after purchasing you do what is appropriate, kwa maana fencing. Unajua kifence, so it's a clear indication that it's a sign of development. You're developing your area. Very, very important. You see, you buy as a group, you buy as an institution or as an organization, as an institution, as a church. Then you erect your stuff, your Airbnbs, you erect rentals or commercial buildings or your residence. Yeah. So after people being kicked out of this piece of land, you can see it's now all about vegetation, providing home for a number of creatures like birds, snakes and the rest. But it's a very, very nice place, to be honest. For those who have bought, they've ended up employing characters in terms of security people, take good care of them. Yeah, so you see it's a very, very, very big or huge piece of land belonging, both sides, this side, the other side, all the way from Ukombozi area. You can imagine, belonging to one individual. Now he's doing the subdivision, economic wise. So these guys also, they purchase Faith Mwikali Mulinge, that's the developer. So as a time niaje safi sana. So there's a constructor, but the owner, the board is not that clear. So in a nutshell, ladies and gentlemen,
It's all about believing in yourself and taking chances. You should capitalize on chances. Okay? Failure to do so is something that you might end up regretting. I wish I knew should never arise in any way in your life. Yeah, wow, this place is so nice. Just look at how beautiful this place looks like. Development. Very nice. Very nice. Look at these guys also. They're making good use of the land. They're tilling the land because it's a rainy season. Before any given construction is started here, they want to use it for economic gains in terms of farming, right? Yes, all this. I tend to believe a number of it has been purchased already, but some, like this one, this place here, this could be a road. Barabara imekatwa hapo kuingia estate. Imagine owning a property here, a piece of land, maybe a quarter or 3/4, and imagine it's not far from the Indian Ocean, the beach. The beach is somewhere down here, about 10 from here is about 7 minutes walk, close to 2 kilometers to a tourist residence down there. So you see, by any chance, if you happen to hit a jackpot, you are safe. It can be an investment for your kids or your kinsmen, so long as they make good or maximum good use of the property. Wasifike mahali waanze kupigana hapo kwa sababu ya ABCD, instead ya wao kununua mali yao. Hiyo upuzi tunao hapa Afrika. Yeah, so this is the tarmac road all the way from the Bofa Kilifi road, about 2 or 4 minutes walk, all the way to Mombasa Malindi highway, about 2 kilometers from here, 4 or 5 minutes drive. There's so many pikis or motorcycles around, so issues of transport is not a big deal. Oh, just look at this, the entire piece of land, man. There I can see a white man there. He could be an Italian or one of those the benefactors or the beneficiary of this land. Yeah, so this is the tarmac road. I can't call it main road because the main road is the Mombasa Malindi highway, up there where there is a sunset. Wow, that's a beautiful sunset, right? Very beautiful sunset. Beautiful. You see, motorcycle. You know, this guy is also recording that beautiful sunset. They're fond of exercising, so you can see on the other side. Yeah, most of them are always in the Italians. Majority of them came and settled here. Majority of them came and settled. So all this still their land. Bado hii ni ardhi yao bana. Yeah. Majority. So you can see I've done enough exercise, walking. It could be close to 2 kilometers because I'm just going round
this huge piece of land, and Makiu is just a half of it. It can accommodate close to 3 or 4 international stadiums. Bernabeu. So ladies and gentlemen, thanks a lot for your time. Consider subscribing Bonga Tube Media and also Habari 254. Very, very important. Yeah, there's a guy there is fond of strolling with the dog every evening, every evening. So you can see that's the dog there. So huge, like you might think it's a sheep. So big, so huge. Yeah. All said and done. Until next time, God willing. Until next time, God willing. See you. Yes. Turning. You see, I've done my bits. Yeah. So it's like a 360, the rotation, 360 degrees. Vikara vidzewe, karazide nanana, vikara vidzeye. Okay, see you. God bless.